Christopher Kikuyu kutoka Nandi. Mimi ni chairman ya Kapturugat family kwa Italel Somoe. Tumekuja hapa siku ya leo kwa kuonyesha imani yetu kwa serikali yetu tukufu, kutaka kuomba amani katika Kenya. Tangu kunyakua uhuru ya Kenya hii hakuna hata siku moja imepata sita. Wakati wa Kenyatta tulikuwa na chama mbili ya KATU na KANU, lakini baadaye watu wa KATU walifunja chama chao na kuunga na chama cha KANU. Na Moi wakati ingine sita karibu napata kubatilisha serikali yake, lakini kwa sababu Kenya ni nyumba ya Mungu, hakuna kitu atafanyika Kenya kwa sababu Mungu iko katikati yetu. Moi akaendesha serikali mpaka akastaafu, akawachia Kibaki. So tunakuomba hii serikali yetu ya William Samoei Ruto na Gachagua deputy yake kuwa watu pamoja na kuunganisha Kenya. Tumeona mambo mengi tangu 2007, sita alipatikana, watu waliwawa, watu walipoteza mali yao, na sisi tunakuja kwa shauri hiyo. Hatutaki tena mambo ya vurugo, tunataka amani katika Kenya. Hata tunaomba mstaafu Rais Uhuru Kenyatta kukuja katikati yetu na kusaidia amani katika nchi hii. Mama Ngina alibariki president yetu William Ruto, alisika kichwa yake. Mpaka saa hii Ruto iko na serikali, na hii serikali alipatikana na Mungu, kwa sababu ile kampeni ilikuwa si mchezo. Watu watatu kwa mtu mmoja na akapasua, hiyo ilikuwa si rahisi, lakini imepata bahati kuwa president ya nchi hii. Asike Kenya kama Kenya moja na kuinua uchumi ya nchi hii. Hatutaki mambo ya vurugu, ini mbaya sana. Naona watoto juzi anaingilia kwa parliament, ambaye ni historia katika nchi hii, na watoto ni wachanga. Alafu kwa nini napatia watoto kazi namna hiyo? Ndume mbili kipikana, lazima wazee wanakuja na kusema pole, wacha hii maneno. Tumekuja kama wazee tunasema pole, Mheshimiwa Rais, samea huyu kijana, huyu Gachagua, samea yeye. Sisi Nandi tunafuka ng'ombe ndume mbili kwa boma moja. Alafu hii ndume napikana, watu wetu wa Nandi wanatoa tamu ya ndume ile na kuchanganya, alafu wa vijana na kunywa na ndume anakuwa pamoja. Sasa tunataka toa tamu ya Ruto na Gachagua, tuchanganye wawe rafiki na kuendeza nchi hii Kenya ngine. Hatutaki kurudi tena miaka 60 ambayo imepita. Tunataka mbele, tunataka kusonga. Watoto wangapi wako nyumbani? Hiyo ndio kazi ya viongozi, kuketi chini na kuona. Hatutaki sita katika Kenya. Sasa tunataka amani, upendo na umoja katika nchi hii yetu. Hii nchi itaendelea. Kenya hawezi kuwa maskini. Kenya iko na mafuta, Kenya iko na gold, Kenya iko na mambo mengi, hata mazao. Kenya si maskini. Tunaweza kusaidia nchi nyingine kuja kusomesa hata watoto yao, kama Kenya nasikana pamoja. Hakuna maskini Kenya, na hatutaki kurudi kupigana. Hiyo tunalaani kabisa. Hiyo laani ile ya mwisho. Hatutaki watoto waumie na sisi kwa wazee. Tunasema Kenya
iendelee mbele, wasikane pamoja, tuinue nchi hii mbele. Mambo mengine hatutaki. Amani. Amani. Tunataka kuweka Kenya milele na milele. Asanteni sana. Naitwa Mutegi Kiongo, ni organizing secretary ya Njuri Ncheke kutoka Meru. Mimi naweza kusema ni shukrani nyingi sana watu ya Nakuru. Na leo tumekusanya hapa ili tuombe maombi yetu isikike. Vile tulifanya na Ndalwa tukaomba maombi isikike, na leo tunaomba isikike. Vile serikali yetu tukufu ambaye inaongozwa na William Samuel Ruto na mdogo yake Gachagua. Hao watu wote ni wetu. Hakuna mtoto wa mgongo wala wa tumbo. Vile tunaomba president mwenyewe asamehe Bwana Ruto kama Bwana Gachagua kama amekosea. Amsamehe kabisa. Hata Mungu alisamehe mwizi ambaye alikuwa anamtukana. Kwa hivyo sasa hata kama amekosa ama hajakosa ama amekoseshwa ama mpelekwa maneno mengine, tafadhali Bwana President, sahau hiyo, tuende mbele. Ya pili, ningeomba wote masenators wale wanaendelea na mjadala wa kutoa Gachagua ama kuimpeach Gachagua, hiyo mjadala ukome. Kuna nafasi ya ADR ama ile ya mediation. Kama kuna matatizo zozote, tafadhali tunaweza kutafuta wazee ambaye wako na hekima, wako na ujuzi. Kuna watu wa makanisa wale ambaye tunaona wako na msimamo ya kupenda Kenya, kama wazee wa leo wanapenda Kenya. Wale wako hapa wanapenda Kenya mzima. Hawachagui ni Mombasa wala ni Kisumu wala ni Tanzania wala ni Somali. Wako hapa kwa shauri ya amani. Hii amani tunataka senators nao wasikize wazee. Ati tunaomba hiyo mjadala ukwishe, wamalizie hapo, hakuna maneno ya impeachment, tuende mbele na nchi yetu. Tafadhali ningeomba. Na hivi vijana na wale wachosezi wanachosea, tafadhali nao tunawalaani wakome kutoka siku ya leo, wasiendele na maneno ya kuchosea ama kusema hii ni mzuri, hili ni mbaya. Wazee wako mbele yao. Tafadhali wazee, tumekubaliana kutoka leo tutaenda kila bahari Kenya mzima tukuhubiri amani na upendo katikati yetu. Thank you very much. Kwa majina naitwa Njuri kutoka kaunti ya Embu. Nikiwa mimi ni mwenyekiti wa wazee wa Embu, naitwa Embu Nyangi Cultural Group. Leo tumekusanyika hapa Nakuru City kuongea kuhusu ile maneno ambayo imetokea katika nchi yetu ya Kenya. Hatujawahi ona sisi tukiwa wazee tangu tupewe uhuru. Hatujawahi ona jambo kama hili. Tukiangalia wakati wa Kenyatta pia walikuwa na mfurugano na Jaramogi Odinga. Na ikafika wakati wakasemeana. Wakati wa Moi pia wakiwa na akina Karaja, ikafika wakati wakasemeana ili Kenya ichonge mbele. Tukiangalia wakati wa Uhuru pia kulikuwa na jambo kama hili. Uhuru na Ruto walichaguliwa vizuri sana, lakini ikafika wakati wakaanza kufurutana. Lakini Uhuru mwenyewe hakutoa jambo lolote ya kusema Ruto awe impeached. Saa hii inaonekana Kenya ni mtindo ambaye viongozi tukiwachagua wamezoea. Saa hii tunaona President Ruto na Deputy Gachagua wanafurutana mpaka ikawa vijana wale ambao hawajaona vita ya emergency
wakitosea vile Kasagwa anaweza tolewa kwa kiti. Hao wambunge tunawashauri, na kama kungekuwa na nafasi waongee na wazee, wangepewa nafasi nzuri sana na kukumbushwa ili ambayo tumeona ilipita. Wambunge juzi wamesahau wakati wa mbiro ile ambayo ilikuwa imepelekwa mbele yao. Waliona vijana walikasirika. Na Ruto mwenyewe pia akatoa uamuzi wake wa mwisho na akaiangusha yote ili nchi ya Kenya iwe na amani. Alafu tukitoka kwa hiyo tunaingia kwa impeachment. Tafadhali, saa hii tunaweka ile tunaita appeal ya mwisho, ni ile ambayo ilipelekwa Parliament, National Assembly ya Kenya na wambunge. Hiyo ndio tuna appeal, kufanya appeal kwa Senate. Tukiambia Senate wawe waangalifu sana, lakini si kuchosea, kwa sababu vile watabitisha hawajui kile kitatokea Kenya ni nini. Wanavaa waangalie ni nini kitatokea Kenya, kwa sababu mfurugano ukianza na president na deputy, uingie kwa MPs, alafu uingie kwa Senate, ni kumaanisha Kenya sasa imeisha. Tunawashauri Senate yenyewe, hii mjadala ama mwisho nilipelekwa mbele yao, Kingi mwenyewe aliipokea. Tukiangalia kwa katiba yenyewe, mambo ya impeachment, kwanza ile motion ilitolewa, ilipitishwa na Parliament, ilikuwa inaitwa census motion. Na yenyewe kwa katiba hakuna kitu kama census, ile iko ni investigation. Kwa hivyo ni kumaanisha hapo wajumbe wetu wote walikosea sheria. Na sasa hiyo census motion ndio imepelekwa Senate saa hii. Senate inafaa kutengeneza investigation ili ambaye ama uchunguzi ule wa hali ya juu na chini, ili mambo ikome kabisa. Ikiwa deputy president aliomba msamaha na akasema ikiwa alikosea president na anjui, kwa sababu anjaambiwa na president umenikosea kwa hii na hii na hii na hii, na ikiwa yeye mwenyewe hajui aliomba msamaha hata akiwa hajui, sihi tukiwa wazee wale ambao tumekusanyika hapa, president achukue jukumu ya kumsamea ili wapate kuchonga mbele. Akiangalia wakati walikuwa nakubaliana vile wataongoza Kenya hii, na sisi tukajitolea kuwapea kura, angalie usaidizi ule alisaidiwa na deputy president wakati wa kampeni. Jambo lingine la mwisho, tungetaka bishop wale ambao wanaheshimika sana kama Bishop Rangati, Ole Sagiti, Sabiti, Anyoro, Maki Karioki, hawa mabishop wakae chini na wazee, ama watafute namna vile wazee, ikiwa ni kesho sisi tukiitwa tutaenda, ikiwa ni kesho kabla huu mjadala uendelee, tukutane na rais aombwe akubali kukutana na wazee na mabishops, ili hii mambo tuongee tukiwa pamoja, tuone vile nchi yetu itakaa, na wajue Kenya ni kubwa hata kuliko wao. Kwa majina mimi naitwa Richard Langat kutoka Chamia Kipsigis.
kama mimi ni kiongozi wa Borough and Kipsigis Clan Welfare Association. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba, tuombe nchi yetu ambaye tunaangalia saa hii inaelekea kuharibika, na tutaki kama jamii wa Mlima wa Kenya na jamii wa Kalenjin hatutaki tufike kiwango hicho. Sisi kama jamii wa Mount Kenya na wa Kalenjin tumekuja ili tuombe pamoja ili tuiweke amani. Kitu ambacho tunaomba hapa nchi yetu ni amani. Kulingana na vile ambavyo mambo viko sasa kwa Kenya yetu, tunaona siasa ya chuki, siasa ya kumalizana. Na sisi kama jamii tuliwasaidia hao wale ambao wanazozana kufika kiwango hicho ambacho wamefika. Na saa hii you are exercising the mandate on our behalf. And I believe we didn't send you to fight. We send you to bring development to the community. Who send you there? Our president, we invite you to yourself so that you reason to yourself. You are a wise person. Your Excellency, we know you very well. A prayerful warrior, a person who respects God. You know the reason why when somebody say forgive me. We are not going to teach you that, because from the Sunday school, I believe you thought about forgiveness. I know very well, being on top of the echelon, we may be even lacking some power to advise you. But we request you, our president, we love you. The two community, the mountain and the Rift Valley, they still believe in you. And the only problem that we are facing is the challenge of the problem that is there in governance. The leadership is good when you are with Kajakwa. And we believe the contract of 5 years still subsists. And we are requesting you to look into that. If there is any problem within or among you, we are requesting you as a community to look into that and give forgiveness a priority. So we are inviting you to listen to us. We are humbling ourselves because we have given you that mandate. And we know you are exercising that mandate as a contract of 5 years. And then we come and we'll see whether the performance is okay or not okay. And we are not going to shy away to demand our rights, because we gave you that mandate. And we believe that mandate that you have is a mandate that we give you to kuweka amani na unite Kenya. Wala ambao walikupigia na wala ambao hawakufikia kura. Sisi sote ni wa Kenya na tunapenda Kenya. Hatutaki siasa ya chuki na kusosana. Na watu wetu wa mountain wala ambao wanakaribia president kama ma senators, kama ma MPs, kama wala ambao ma brokers wa siasa. We are asking you humbly again to shelve your appetites. The power is there for you. We are not seeing the reason why you should give or mislead or advise the president otherwise. So we are asking you, let's us all humble ourselves. We are all human beings. Sometimes we do mistakes. So tunapenda Kenya yetu. Na kama unapenda Kenya yetu, hauwezi enea siasa ya chuki na ya kumalizana. Tunaomba kama wase, sisi sote jamii ya mountain na jamii wa Kalenjin. Kama wase tumesema maneno ya impeachment ikwame kwanza. And you give talk or dialogue a chance as a priority before we reach that. Let me thank you.